Especially during death. By the sijawahi elewa kwa nini during death ndio utasikia sasa according to our culture ni hivi na hivi na hivi. Ushaenda burial kwanza mnaambiwa msizike kwanza tufanye 1 2 3. Yeah, true. Huyu mtu amekuwa akiishi maisha tofauti. Pengine hata hakukuwa akijua what goes on. Tunafika nyumbani mnasema lazima tambiko fulani ifanywe. Na by the way Western, The place we are in today, as you can see, this is called Master's 3 Restaurant, a cool place to chill out in Nakuru. It is found in Golden Life Mall. It's along the Nakuru Eldoret Highway, so you can just jump inside there. Hata wako na lift, unapanda pale, unapata kinywaji yako baridi, alafu unaendelea na maisha. So let's now get to Christianity versus culture. Christianity. Now kwa hii Christianity according to vile maneno iko, kuna kila wakati tunaambiwa kuja fanya hivi, kuja kanisa. Ukikuja kanisa wacha mzigo yako and you adapt to a new life, following Christ, believing in Christ, nini. But the same people, we go back to the culture. Wacha nikwambie, na si kwa ubaya, we Christians, we never leave. Hatuachangi culture nyuma, we carry it. Unaona vile Yesu alisema bebeni mzigo wenu. Sisi hatukuiwa. Asi ati nitawasaidia. Tuliambiwa kila mtu abebe mzigo wake kila siku. Asubuhi ukiamka unabeba wako. Shida yetu ni moja. Tulibeba hiyo mzigo, tukaingia kanisani, ama tuseme ni hatukufundishwa vizuri. Tuliingia kanisani, sasa tumechanganyikiwa. Kwa sababu we want Christ in our heart, but we still want to do the wrong cultures. Tuzimix. Na tuliambiwa tufanye nini? Anything that makes you sin, cut it off. Hatukuambiwa ni as in literally. We were told, for example, in culture, kama hii culture ni mbaya, achana nayo. Adapt ya Mungu na uendelee nayo. That is why I love Muslims. The Muslim have their own culture. Na once umejoin hapo, ingine yote unaacha. You become a Muslim, full Muslim. Everything you do, it's according to the Quran. You don't go back to culture. Sisi hatuachi culture zetu. We carry everything. Yani ushaiona vile mzigo unabeba, ile mzigo mzito kabisa. Even ndo Wakristo tuko, tunabebana ni mzito na tuachili. Sasa nile yenye tunachanga tu ni kukunywa pombe. Hakuna hata ya tuache. Wanasema Bwana asifiwe, ikiisha ikifika mahali wanamaliza, lakini the inner part. Kuna mtu alisema kuokoka ni hapa kwenda juu. Oh, ni hapa. Hapa kwenda juu. Hapa. Where the heart is. Yes. But matendo yetu inasema otherwise. Our behaviors talk. Yani ushaona ile kitu unakaa hivi unasema tafadhali mwenye endange kanisa. Because sisi wa Kristo, sisi wa Kristo itabidi to relax. Kukunywa pombe si mbaya. The result. After kukunywa ni nini unafanya next? Wewe ule wa vita. Kama ni wa vita tafadhali wacha tu pombe. Ama unaenda kutukanana or you cause chaos. Unajua kuna wale watu mtakaa vizuri mkunywe, next thing vita imeanza. And the Bible says what harms us is not what we eat but what comes out. Unajua naweza kuwa na chuki na wewe, ile chuki mbaya kabisa, na najifanya mimi ni rafiki yako. Hiyo ndo itaniua mimi. Juu ninakubeba wewe hujui nimekubeba. Sasa
cha kukula si mbaya sana kuliko kile kile kinafanya nini? Kinatoka. Ni watu sasa waanze at least kubalance na kusema kukata ni ile kitu yenye unaona uwezani nayo, wachana nayo. Si ati hata uwezani. This thing is not working. It is not good. Okay, kama mimi nauliza swali moja. Why should your grandmother kunyoa mtoto? Culture. Ni nini wewe inasemwa hapo? Is it a good culture or a bad culture? Yes, kunyolewa si mbaya. But huyo mtoto ananenewa nini? Huyo mtoto huyo mwenye anaongea ancestral blessings. Kuna wengine ni ancestral blessings. Kuna wengine kuna vitu hidden. Tuseme as much as mnasema hakuna uchawi, acha tu leo niongelee ka uchawi kidogo tu. From the beginning of the world, si kumekuwa na uchawi? Ama kuja kuwa? Kwa Bible tu. Niwe nauliza. Kuna mtu aligongwa. Is it Cain and Abel? Hiyo ni uchawi? Hapana, wachana nao huko leo dunia sasa ilianza kuja. Uchawi. Pagans. Magic. Iko. Read your Bible well. No, let a class. Kuna uchawi throughout. Na kuna vile unajua hata uchawi inaenda from generation to generation. Pengine wewe unyolewe ukue hiyo. Unajua ninaweza kakuwekea but wewe hujui. You become part of us. Unaona hata shetani uchukua wake wakiwa wadogo pia. Hachukuangi sana. Unaona ile yenye anajua this one now wants to be blessed. Na Mungu amemwekea huko juu. Si ati ajui, anajua. Si anaanza sasa kukutafutia mtu at least. Afanye nini? Akukoroge uende chini. Sasa unaona kama lineage ya uchawi inaendanga na lineage yao. Same to blessings. Hata tukisema hakuna uchawi, iko. Juu iko kwa Bible. Najaribu kuangalia kwa our father. Yesu alitoa mashetani kwa mtu, si ndio? Mkisema hakuna uchawi surely, which world are we living in? If Jesus walked on this earth, na aliona tu kabisa iko. So hizi vitu ziko. Unajua tunajifanya tuko town. We pretend kuna cultures hakuna. Ziko. Each and every tribe has these people. Washirikina hawawezi kosa. But kuna wale watu wanasema kabisa hawaaminiki kuna kitu inaitwa uchawi. Hawaamini haiko hata. Iko kwa sababu iko kwa Bible. If inaweza toka hizo generations zingine zote, what changed? Kwani walikufa? Walibebwa na maji? Hakuna, so wako. Unajua kuna what can you say? Kuna hii sentiment ya kusema yes wako but I don't believe in them. That one is okay. But ya kujidanganya hakuna. Nyinyi ndio wale mtajikuta mko ndani. Na mtu yote asiyefanya according to God's will ni mchawi. Sasa utasema uchawi yako. Hizo verse nitatafuta siku moja. If you do not do God's will, you're already a witch. So to some extent sisi wote ni wachawi kimpango. Kila mtu ni mchawi kimpango. Ni Mungu tu yani unaona kuna cultures lazima tuache. Kwa sababu tukiacha hizo cultures and we adapt God's culture. Yes, it is hard to be godly. By the way, hata mimi usafa. It is very hard. But kila asubuhi ukiambia Mungu nipe neema, at least leo nisifanye
mabaya. You see, now you go from grace to grace. That is what they call grace to grace. Kwa sababu ukisema I can stay a full day, yeah? Without kutenda dhambi, unajidanganya. We are all sinners. And according to the Bible, sisi wote ni wachawi. So one, unatubu, unaambia Mungu nisamehe, then you try your level best to live according to his will. Ni hard. Mimi sijai, wewe ushaiona mtu mwenye ako 100% hii dunia? Ndio hiyo. Hii culture, tuanze kutafuta culture enye even according to God ni mzuri. Lakini hizi culture zingine unakaanga hivyo unajiuliza maswali, especially during death. By the sijawahi elewa kwa nini during death ndio utasikia sasa according to our culture ni hivi na hivi na hivi. Ushaenda burial kwanza mnaambiwa msizike kwanza tufanye 1 2 3. Yeah, true. Huyu mtu amekuwa akiishi maisha tofauti, pengine hata hakukuwa akijua what goes on. Tunafika nyumbani mnasema lazima tambiko fulani ifanywe. Na by the way western si western wote. Nasema mostly na happen. Si unajua, si uona hata kwa news. Kama mzee sijui anafaa kuangalia kuzikwa specific place, ameangalia boma. That is not a bad culture. Lakini hii yenyewe tunatoka church saa hii, tunaenda tunachinja, tunamwagilia hapo round. So which culture are we doing? Which culture are we following? Kuna wenye wanasema kulisha the gods. Which gods? Ancestors. Okay, unapata hata walevi even here in town, unapata walevi before they start, not even hiyo sasa, it's just random like all walevi. Hakuna siku unapata mtu akikunywa chai anamwaga kidogo chini. But you will see somebody tukieka saizi pombe hapa, unapata mtu anafungua na anamwaga chini eti ancestors. Wewe umeexperience kwanza hiyo? Mara mingi na mimi hujiuliza swali moja, why are you doing that? Why are you doing that? So, ni nini hiyo? Which gods? Kumaanisha you don't trust in one God, you have other gods. Na hata tukiongea kuhusu gods, wacha tu. Because tuko na miungu, hata mimi niko na wangu, wewe uko na ancestors unawapatia. Who told you all our ancestors were drunkards? Some of them maybe hata wajai kunywa, so unawapatia pombe ya nini? Okay, unamwaga kwa sakafu, tuseme kama hapa. Kwa floor. Hizi ni kuchafua, unachafua for heaven's sake. By the way, si ni kuchafua. Okay. Unapea mtu mwenye, wewe mwenyewe unaweza slide uanguke hapo. Number 1. Okay, I'm just looking at the aftermath of it. Wewe umepea ancestors wako. Urudi uchape hapo uvunjike mguu. Utasema ni ancestors wagani umewapatia? Ndio umechafulia mtu place yake, anapata stress kujaribu kufanya nini? Kumop. All in the name of ancestors. Which ancestors are these? I thought we are supposed to pray for the dead. Mungu awapumzishe. Sasa wewe unashinda ukiwaamsha wafanye wakunywe pombe. Na hata wengine wao hawajai kunywa hiyo pombe. Unawaamsha ya nini? Let them rest in peace. Sasa hizi culture tutasaidiana aje? Sana kwa nini, kwa hizi marriages. Sababu unapata msee ana all along haujui chochote. But sasa vile umesema sana zenye zinafanyikanga mashamba, kwanza kama kwetu zinafanyikanga hizo size za western. So
Sema kenye huwa inafanyika. Kwetu Elimishe kidogo. Zetu mingi wameacha. But zilikuwa. Kama gani? Example tu moja. Tujue hiyo moja. Mtu akishazikwa kunyolewa vipara nini? Jordan. Nataka itoke kwangu. Nini mnanyolewa? Okay. We don't know. You see? Okay, we adapted to cultures zingine, hata unashindwa mguu ni wapi, kichwa ni wapi. Kama hiyo ya kunyolewa surely. Nywele yangu imefanya nini? Just a sign of mourning. You are mourning. Can't I of course I'll be mourning that person. Okay, nywele ikimea sasa at least you are. Hakuna. I'll still mourn that person until the day I die. Unaona ile yenye tu tunasemanga we try to by the way we never forget juu wanakuanga kwa subconscious. Unaona kama for example if you lose someone, maybe a family member, ikifika hiyo time maybe like the month he died kuna kwa tu na hiyo utafeel tu there's something so hawaendangi kabisa, utafeel tu enye by the way hii ndo tu inge happen this. Kwanza mimi by the way mimi inanigonga sana April Good Friday, mimi nakaanga hivi nasikia tu hapana. I might even become sick, but then you remember, oh so today is the day. Unaona hautaisahau ile completely, utakuwa tu unaikumbuka. Ikifika hiyo time you just remember everything. Sasa tuache mauongo. So unajua saa zingine kuna ile sometimes nilikuwa na feel kama it's good sometimes, I don't know. Okay, what happened is mkikuwa there was that village gathering, mkiwa mumekaa katika kikao cha wazee wamekaa wamefanya nini, so what happens is kuna ile busa, mostly kwetu huko tuna enzi busa sana. So what happens is kwa mfano nimealika marafiki zangu ama just village ama village mates ama wakati wa Christmas tarehe moja we come and drink, si ndio? So what happens normally is I come with my wife. So my wife, what happens is anakanga hapa mbele yangu, so just for security. Anakuchunga kwa nini? No, mimi ndo namchunga. Kusiwe na anything happening to her, so that even we used to use this mulija. Yeah, I know that one. Yeah, so that one mimi na yeye ndo tunatumia, you see that. So that's just protection. Mimi kuna kitu niliona about those mulijas. It can only go one way, but haiwezi rudi. No. Chemistry gani ilitumiwa hapo? But no, I don't know now. But that is it. Okay, kuna zingine tumeacha like we used to after 10 years tunafukuanga the body. I've seen that one. Yeah, tunafukua body and then there was a specific like the Kikuyus call it mugumo tree ama mti gani mnaenzi sana, just a very big, not a very big tree, so walikuwa wanaweka the skulls, the skeleton zinaekwangwa hapo chini kila mara but nowadays unajua kuna culture ingine I can't remember ni which country they don't bury their dead until around 60-70 years. 70 years? Yes, yani before, you know, for them kukuwa buried it is a very big ceremony. So they put them like nikaa kwa nyumba ikifika siku hakuna hapana ikifika hiyo yani there's a day they have celebration for the dead. Wanawatoa nje, wanawavalisha nguo, utaona ni nyama, yes, utaona ngozi but hakuna nyama. Like I saw something like that. Yeah. So mimi nilijiuliza why do they do that? Respect for the dead.
Hapana. Hawa hawaziki. So that's they why say for them they say it is very expensive to bury because you need full celebration. Watakaa na hiyo mwili around 10 years. Ndio waizike sasa. Ikifika hiyo time ya celebration wanawatoa. I saw, but it was a video clip in YouTube. Yes. Wanawatoa, wanawavalisha nguo, they eat with them, they drink with them, they dance there. Haya, nipate mimi, for example, mimi ni muoga wa maiti. Will I even be there? That's why, because they used to. Okay, like for our place, sisi kwetu, if it's only nowadays wanapeleka mtu morgue. But before, uko nyuma, we used to, when somebody dies, as late as juzi, when someone dies, what happens is body yake inakuwa tu kwa nyumba. So we mourn for 3 days. Ndo saa zikwe. So hiyo watu wanakuja, wanamuona, wanapiga manduru. By then, unajua it's only juzi, actually 2018, 2017 ndo nilikuwa nasikia eti watu wanakuwa hired wa kulia. But this ile ingine it's natural. Kwetu it's natural. It is natural. Ni kama unakumbuka kulikuwa kwa news tena, another lady aliuliza from US, I think she was born in US, then the grandma died. Aliuliza, why are people screaming? Yeah, I saw that. Why do people have to scream? Okay, enye kama hiyo surely professional mourners. Okay. Ukuje and then you go and eat. She was told okay, what happens normally in our places, ikifika mostly mtu kama amekufa konini, sana kitambo, what I used to see, it's natural. You will find that by saa 11 unasikia manduru, people they mourn, but they are not hired. Sijai shuhudia mtu akina. Why the nduru? Si mauchungu, kutoa mauchungu. Okay, the Luyas are extreme. Mtu anaweza toka kutoka tao akipiga manduru mpaka hapa azunguke boma mara kama 10. And then akae chini ya kule. Unajua that is the fun. Si masira zimeisha sasa at least. Sasa mtu asikule, si atakufa njaa. Unajua kwa nini nakuuliza hiyo? Kwa sababu ukiangalia nini as in, okay, hiyo culture inakuanga funny. Ulikuwa ukitembea vizuri. That one I witnessed. Mnatembea vizuri, mkikaribia gate nduru zinaanza. People mourn in different ways. Lakini hii inakuanga extreme sana mpaka unajiuliza na nini inaendelea hapa? Nduru kwanza unachanganyikiwa.